Hasa miti hii inapokuwa mikubwa na kwa kuwa haishughulikiwi kupunguzwa, basi miti hii imekuwa ikigusa njia kuu za umeme, na mara kwa mara imekuwa kukitokea matatizo hayo ya kukatika katika kwa umeme. Lakini vile vile baadhi ya wananchi wamekuwa wakikata miti bila kuwa uangalifu. Mara nyingi wanapokata miti, matawi ya miti au mti wenyewe unakwenda kuangukia line. Hasa ukiangukia line, mara nyingi watu hawa hukimbia bila kuiarifu shirika la umeme. Inatuchukua muda mrefu sana kugundua kwamba wapi hitilafu ipo. Mfano, katika siku za karibuni kuna mwananchi mmoja amekata mnazi ule umekwenda umeangukia njia ya umeme, na lakini walipokata ule mnazi ulikuwa ni sehemu ya mapori, kwa hiyo hakuna aliyeona kwamba mnazi ule uliangukia njia ya umeme. Ikatuchukua muda mrefu sana kujua tatizo liko wapi. Lakini yako maeneo mengine ambapo vile vile kuna aina fulani ya hujuma, ambapo mfano watu wanatupa takataka karibu na njia na nguzo za umeme, za waya ya umeme, baadaye wanatia moto hizo takataka. Kwa hiyo wanapotia moto hizo takataka, basi ule moto unashika kwenye zile nguzo, kwa sababu ikumbuke hizi nguzo zimewekewa dawa maalum kwa ajili ya kuzuia zisipate unyevunyevu. Sasa ile dawa ina sifa za kuripuka, yani ina sifa ya milipuko, yani inflammable. Sasa unapoweka moto chini ya nguzo ya umeme, manake kwamba ni rahisi nguzo hiyo ya umeme kushika moto. Je, ni sababu gani za kipekee zinazopelekea changamoto hiyo hapa visiwani Zanzibar? Kisiwa cha Unguja kinapokea umeme kutoka TANESCO Tanzania Bara kupitia kebo mbili za baharini. Moja ya megawati 45 ambayo ilijengwa mwaka 1980, ambapo kwa sasa kutokana na uchakavu wake inaweza kubeba megawati 30 tu. Kebo ya pili ni ile ya megawati 100 ambayo ilijengwa mwaka 2013, na kebo hizi zote tayari zimeshafikia ukomo wa uwezo wake. Yaani kebo ya kwanza megawati 45 ambayo inachukua megawati 30 kwa sasa imefikia 98.8, na ile ya megawati 100 ambayo ilijengwa mwaka 2013 ukomo wa matumizi yake umeshafikia 97.3. Sasa katika hali hii hatuna nafasi tengine kubwa ya kuingiza umeme zaidi kuleta Zanzibar. Kwa sasa tunapokea megawati 135.7 kutoka TANESCO, lakini mahitaji yetu kwa sasa ndani hivi tunavyozungumza ni megawati 165. Sasa tunayo mapungufu ya karibu megawati 30 kwa umeme tunaopokea ukilinganisha na mahitaji yetu. Huu pungufu unaotokea ndio unaosababisha kutokuwepo kwa huduma kwa baadhi ya maeneo kwa baadhi ya wakati. Kwa nini? Kwa sababu matumizi yetu sasa hivi yamekuwa makubwa kupitiliza, na uwezo wa mtandao wetu vile vile na hauhimili kiasi hicho cha umeme unaohitajika. Na ndio maana kila wakati inapofika wakati tuweze kuzima baadhi ya maeneo ili kubalance ile grid yetu. Sasa kinachofanyika na kinachotokea ndicho kinachopelekea umeme kukatika. Kwenye line zetu tumeweka vizuizi, kwa kitaalamu inaitwa line breakers. Sasa hizi line breaker zimewekwa kwa kiasi kwamba ikitokea kuzidiwa kwa line, basi hizi breakers zinakata na umeme ule unakuwa haupatikani katika baadhi ya maeneo, na unarejea wenyewe automatic pale ambapo stress itakuwa imepungua kwenye ile line. Moja changamoto inayoelezwa katika uzimikaji wa umeme ni kuligundua tatizo pale endapo umeme unapokosekana. Hii huchukua muda mrefu huduma ya umeme kurudi, kwani kulibaini tatizo imeelezwa kuwa ni kikwazo. Je, kuna mikakati gani katika kulitatua tatizo hili? Tutahusisha uwekaji wa mfumo wa uangalizi wa mtandao wetu wa umeme ambao unajulikana kitaalamu kama SCADA. Hasa mara nyingi tunapotokea tatizo katika njia kuu za umeme inatuchukua muda mrefu sana kujua wapi tatizo lipo. Hasa kwa kutumia mfumo huu itaturahisishia sisi kujua mara moja wapi tatizo lipo. Utawekwa mfumo wa ufuatiliaji wa hitilafu ambao unajulikana kama kitaalamu Distributed Management Systems, DMS. Sasa huu utawezesha mafundi wetu kugundua mahali ambapo kumetokea hitilafu katika njia kuu za umeme mara moja kuliko ilivyo hivi sasa, ambapo tunatumia muda mrefu sana kutafuta hitilafu na tunatumia muda mfupi sana kutengeneza hiyo hitilafu. Mbali na kushindwa kukusanya mapato kutokana na kutokutumika kwa umeme ikiwa umeme huo umezimwa, imetajwa athari ya miundombinu kama ni changamoto nyingine inayojitokeza. Kutokana na kuwepo kwa matumizi makubwa, mara kwa mara tumekuwa tukipata hitilafu za kiufundi. Mfano, tarehe 3 mwezi wa kwanza
majira ya saa 2 usiku, moja katika kizuizi chetu cha njia kuu ya umeme pale katika kituo cha kupozea umeme cha Mtoni substation imeungua. Lakini hii imeungua kutokana na kuwepo kwa matumizi makubwa sana kwenye line. Ilipelekea wananchi kukosa umeme kwa muda mrefu sana, na hili lilipelekea kuunga umeme ule kwa njia za dharura ili wananchi waendelee kupata umeme wakati tatizo halisi linashughulikiwa. Niombe wananchi kwa wastahimilivu katika kipindi hichi ambacho serikali inachukua kila jitihada kuangalia njia mbadala za kuweza kuwa na umeme ule ambao umejitokeza katika